wote wamekuwa wapumbavu. Wanasema hakuna Mungu, wanasema kusali ni ujinga, wanasema kuomba ni upumbavu, lakini kumbe wao ndio wapumbavu. Lakini pamoja na hayo yote, bado Mungu akawapenda wanaomtukana, bado Mungu akawapenda wanaomkataa, bado Mungu akawapenda, bado akamtuma mtoto wake wa pekee, mwanaye wa pekee, ili aje sasa aseme nao. Sasa nilisema sasa, ngoja niongeze kidogo tena. Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 19 inasema, Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake, ili asiwahesabie makosa yao. Na huyo Mungu baada ya kufanya vile katika Kristo, akatia neno la upatanisho ndani yetu. Ndiyo maana niko hapa. Kazi ya Injili moja, kumpatanisha mwanadamu na nafsi ya Mungu, kumpatanisha mwanadamu na mwokozi wake. Mungu ameweka neno lile ndani yangu, ndani ya watumishi wa Mungu, ndani ya waimbaji. Ndio maana tunasema waimbaji wa Injili. Nyimbo ziko za namna nyingi. Kuna nyimbo za burudani, kuna nyimbo za huzuni, kuna nyimbo za mipasho. Lakini ili wimbo uitwe wimbo wa Injili, lazima uzungumzie Yesu. Kama wimbo hauzungumzii Yesu na uokovu, huo sio wa Injili. Maana Injili ni maisha ya Yesu. Injili ni uokovu. Injili ni upendo wa Mungu. Injili ni msamaha. Hatuwezi kusema sio wimbo mzuri. Ni wimbo mzuri, kwa sababu wimbo mwingine ni wa afya, unahamasisha watu wafanye usafi, wasiugue kipindupindu. Uko sawa, ila ni kosa. Wimbo wa Injili lazima ufanye kazi ya kuwapatanisha watu na nafsi ya Mungu. Haleluya, haleluya, haleluya. Wanaopatanishwa sio lazima wawe wanaonekana ni wanyenyekevu, sio lazima wawe wanaonekana ni wazuri, sio lazima wawe wanaonekana ni wenye hekima. Wanaopatanishwa, hata yale makorofi Mungu anayataka hayo ya kina Sauli, Mungu aliingilia kati akalipatanisha, likahubiri Injili.